Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya akili. Naitwa Deborah Mwangomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na somo letu kuhusu unyanyasaji kwenye mahusiano. Na leo tunaenda kufocus na unyanyasaji wa kimwili kwenye mahusiano. Yaani unyanyasaji ule ambao mtu anamuumiza mtu kimwili. Unyanyasaji wa kimwili ni kitu gani? Pale ambapo mwenzi wako ule naye au ex wako, mwenzi wako wa zamani, anakusababishia majeraha ya kimwili. Ni majeraha ya kimwili ambayo utayapata, anakuumiza kimwili. Alafu anakusudia kumjeruhi mwenzi kwa nia ya kumtawala na kumuonyesha mamlaka na nguvu. Kwa hiyo lengo lake anakupiga au atafanya nini kwa ajili ya kukuonyesha kuwa ana nguvu, yani kucontrol vizuri ili umuogope. Mfano wa unyanyasaji wa kimwili kama kumpiga mtu, kumkaba, kumzaba kibao, kumsukuma, kumkaba, kuzuia asipate matibabu kwa sababu ni mwili unauma, na unyanyasaji wa kimwili unadili na mwili, kwa hiyo atazuia hata usitibiwe ili uendelee kuumwa, au kumunguza mtu, kumtingisha mtu, na mambo yote ambayo mtu anaweza kufanyia kwenye mwili ili uweze kuumia. WHO wametoa takwimu kwamba mmoja kati ya wanawake 3 duniani anaweza kuwa ananyanyaswa, anapitia unyanyasaji wa kimwili. Mmoja kati ya wanaume 4 pia anaweza kuwa ananyanyaswa kimwili. Alafu 27% ya wanawake duniani wameathiriwa na unyanyasaji. 38% ya mauaji ya wanawake duniani mengi yako kwa sababu ya unyanyasaji. Alafu 42% ya wanawake wana majeraha kwa ajili ya unyanyasaji. Kwa hiyo ni asilimia kubwa, wanawake wengi wana majeraha kwa sababu ya majeraha ya wenzi wao. Alafu mauaji mengi sana, 38% ya wanawake yanasababishwa na mwenzi. Kwa hiyo wanawake wengi wanaouliwa kwenye mahusiano wanakuwa ni mwenzi wao ndo amefanya kazi hiyo. Unyanyasaji unaathiri kimwili, kiakili, kitabia, kisaikolojia. Watu wengi wanaonyanyaswa wanaficha. Kwa hiyo ni tatizo ambalo lipo, lakini watu wengi wanaficha mambo ya unyanyasaji kwa sababu mbalimbali. Alafu unyanyasaji unaendelea kuwa mbaya zaidi kwa sababu unapoficha ni kwamba hutibu tatizo. Tatizo linaendelea kuendelea na linakuwa. Sasa unyanyasaji unaonekanaje? Unajipresent vipi? Unajuaje kama hapa kuna unyanyasaji? Ni kwamba kunakuwa na power dynamics. Power dynamics ni kwamba mtu mmoja anaonyesha kama ana nguvu sana. Yaani kwamba mtu mmoja anamtawala mtu mwingine. Kwa hiyo kunakuwa hauna mahusiano ambao mnasema sisi tuko sawa, yani tunaelewana, tunasikilizana. Hapana, mmoja lazima anakuwa yuko kule na mwingine, huyu ambaye yuko kule ata make sure amemshusha mwenzie yuko chini kabisa. Kwa hiyo hizo power dynamics ndo dalili mojawapo. Kunakuwa na a lot of entitlement. Yaani kwamba mtu anaona kama anastahili kufanywa vitu. Kwa hiyo anaweza kuwa anatoa amri na ana expect wewe utii hiyo amri, au ameweka oda yake ya kufanya mambo anataka ufanye. Kwa hiyo anakuwa na so much entitlement. Alafu kunakuwa na mahusiano yaliyotawaliwa na mtu mmoja. Unyanyasaji unaonyesha pale ambapo ni mahusiano labda mke na mume, lakini mtu mmoja ndo anaye control mwenzie. Kwa hiyo mwingine anakuwa hana sauti, mwingine ana 100% sauti, maamuzi, huyu mwingine hana sauti kabisa. Alafu mnyanyasaji anakuwa na mamlaka makubwa, ni kwamba anakufanya pia uogope. Kwa hiyo anakujengea pia uoga kwa sababu ya tabia zake. Alafu gaslighting, atakuwa pia ukimuuliza kuhusu tabia zake ni kwamba atakurushia maneno mabaya wewe mwenyewe, ya kukudhalilisha, ya kukusingizia, ya kukushusha. Yaani kwamba wewe kwanza labda hufai kabisa, yani uweze hata kuongea na yeye kwa sababu yeye ni mtu mkubwa sana, wewe ni mdogo sana. Alafu atakushusha thamani, ni kwamba mwenzi na watoto wote ni kwamba wanaishi kwa hofu na uoga, ni kwamba wataishi kwenye eggshell kwa sababu ya mtu anayenyanyasa mke. Kwa sababu mara nyingi anayenyanyasa mke atanyanyasa pia na watoto. Kwa hiyo watoto pia wataishi kwenye uoga na kuwa na hofu wakati wote kwa sababu mwenzi amechachamaa. Sasa unyanyasaji unakuaje? Ni kwamba unyanyasaji una hatua zinaanza taratibu. Ni kwamba mnyanyasaji ndio maana watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu unakuwa hujui kama mtu ni mnyanyasaji. Lakini unaanza kwa hizi hatua nitakazozielezea hapa. Ni kwamba mwanzoni kabisa huyo rafiki yako, mpenzi wako, mtarajiwa, ni kwamba au mme au mke anakuwa anaonekana kama ni mtu mzuri kabisa. Ni kwamba ni mtu mzuri ambaye hata ndugu zako labda wamempenda, wamemuona kama ni mtu mzuri kabisa. Anakuwa ni mtu mwema, mtu very charming. Wengi wanyanyasaji wanakuwa na very kind personality, very charming. Yani unaweza yani unamwamini 100%. Very romantic. Atakuonyesha mapenzi sana mwanzoni. Alafu ataonekana kama anakujali sana, wala atakulinda sana. Alafu atakuonyesha upendo yani ule wa hali ya juu. Kwa hiyo utamwamini 100% na utajiachilia kwa nimefika to the right person. Kwa hiyo utajiachia tu hapo, unamwamini 100%.
Alafu hatua ya pili ni kwamba anaanza kukutenga. Ni kwamba kwa sababu alikuwa anataka kugain control, kwa hiyo anaanza kukutenga na ndugu na marafiki na jamaa mbalimbali. Ni kwamba atataka uwe peke yako. Either atataka muwe mnakuwa wawili tu, au hataki mtu yote awe karibu na wewe. Kwa hiyo atakutenga na watu. Na mara kwanza unaweza kujifeel comfortable kwa yeye, labda ananitenga kwa hataki labda niongee na fulani au niende nyumbani kwa sababu anataka tuwe pamoja kwa sababu tunapendana. Lakini baadaye itakukera kwa sababu anaanza kukutenga kupita kiasi kwa sababu ana lengo la unyanyasaji, then atakutenga sio kwa lengo zuri, lengo la kukufanya usiwe na connection na watu wengine. Alafu hatua ya tatu ni kwamba anaanza kuonyesha makucha sasa. Baada ya kukupenda, kukutenga, hatua ya tatu ni kwamba anaanza kuonyesha makucha. Ataanza kuonyesha vitu vidogo ambavyo vinaanza kumbe mtu ndivyo alivyo hivyo. Ataanza kukusikiliza. Alafu kukuheshimu. Kukumiliki 100%, kwamba anaona kama wewe ni mali yake. Kwa hiyo ana haki ya kufanya chochote kama ni mali yake, kwa hiyo ana haki ya kufanya chochote kile kibaya kwako kwa sababu ni mali yake, ni wewe anakumiliki, una mamlaka yote. Yeye ni kama yeye yuko kule Power Dynamics, alafu wewe anakumiliki tu. Ataanza kukuonyesha ukatili, mfano kama kukupiga, labda kukusukuma, sonya, kukufanyia ukatili wa namna yoyote ile. Alafu unyanyasaji unaendelea kuwa mkubwa kwa sababu unyanyasaji huwa haurudi nyuma. Ni kwamba mtu akishaanza ni kwamba anaendelea mbele na ataendelea kukusumbua na wao unyanyasaji. Sasa kuna mduara wa unyanyasaji wa kimwili ambao unapenda uangalie ili uweze kutambua dalili hizo. Kama unakaa kwenye mahusiano ya unyanyasaji utakubaliana na mimi kwamba unyanyasaji wa namna hiyo ndivyo unavyojionyesha kwa sababu watu wote wanyanyasaji wanapitia hizo hatua tatu ambazo nitazi explain. Mzunguko wa unyanyasaji wa kimwili ndio unakuwa hivi, ni mduara tu wa kawaida. Hatua hizi tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, wanyanyasaji wote ndio wa kimwili ndio wanazozipitia. Hatua ya kwanza ni kwamba inaitwa tension building. Nimetafsiri kwa Kiswahili inaitwa anaanzisha ugomvi au anachafua amani. Ni kwamba anachafua amani nyumbani. Kwa hiyo anaweza kaanza tu kwa sababu ana kiu ya unyanyasaji, anataka kuonyesha power na control kwa njia ya kumuumiza mwenzi wake kimwili. Ni kwamba ataanza complain labda kuhusu hela, au atakunyima hela, au atakulaumu kuhusu hela. Wengine wanaanza kuhusu sex kwa labda humpi ya kutosha, au wewe labda sio hivi, au atakuaccuse kwa wewe hapa pia labda ni unadanganya, una cheat. Wengi wanasingiziaga sana wakianza hapa akiwa kwenye kuchafua hali ya hewa. Ni kwamba anaanza hata kukusingizia kwa labda wewe una cheat labda na mtu fulani. Yaani anataka tu build tension, kuleta kuchafua amani. Lawama za kwa kila siku anakulaumu kwa kila kitu. Alafu utaona misimamo mikali sana, kwa mimi nilisema hivi, kwa nini umebadilisha? Yaani anataka tu kuchafua amani. Alafu anaanza kuonyesha ukatili wa hali ya juu. Sasa ukianza kujitetea, wewe unayenyanyasa, ukianza kujitetea ndio hapo sasa anaishia kwenye kukupiga. Atakupiga, anakupa kipigo cha maana kabisa ambacho kitakuumiza. Ukishaumia, mnyanyasaji ataanza kuomba msamaha. Hii ndio hatua ya tatu. Ataanza kuomba msamaha, labda kwa zawadi, atakuonyesha upendo. Tunaitaga pia ni honeymoon phase, ambayo honeymoon au ni fungate, yani ni hatua ya fungate. Ni kwamba utaona kabisa kama ni fungate, yani anakuonyesha upendo hali ya juu. Ataomba msamaha, umsamee, ilikuwa ni bahati mbaya, labda ilikuwa ni ulevi, au nilikuwa sijajitambua, unajua, sijui labda nilikuwa stressed. Alafu wengine mpaka anaweza akakupeleka hospitali kwenda kutibiwa majeraha yaliyotokana na kipigo. Atakupeleka hospitali kabisa, utatibiwa, utamwona mbona mtu anakia, labda kweli ilikuwa ni bahati mbaya. Alafu utamwamini, utamsamehe, maisha utaona kama yanaendelea kwa sababu ni honeymoon. Lakini kwa sababu ni mnyanyasaji, ukishamwamini anaanza, kwa sababu unyanyasaji power na control bado viko ndani kwake, ni bado atataka kucontrol. Kwa hiyo ataanza tena hatua ya kwanza, kuanzisha ugomvi tena. Atatafuta tu kitu, mambo yale labda hela, atatumia hata watoto, labda emotional abuse, labda kuanza kutukana, kufanya nini, kwa sababu ana kiu ya kutawala. Kwa hiyo misimamo mikali na mambo mengine yote, aina zote za unyanyasaji atakuonyesha hapa. Ukitaka kujitetea tena, kipigo, ataomba msamaha, kuomba msamaha, atakuonyesha upendo na honeymoon na kupa zawadi za aina mbalimbali. Kuna watu wanapewa mpaka magari, anapewa nini, sorry bwana ilikuwa bahati mbaya tu. Utamwamini, utakaa, baadaye anaanzisha tena ugomvi. Kwa hiyo huo mduara ndio maana unaitwa mduara, kwa sababu mduara unyanyasaji wa kimwili huaga hauishi. Usipostopisha ni kwamba hautakuja kuisha. Ni kwamba ni kila siku atakuwa anazunguka hapo tu, anaanzisha ugomvi, anakupiga, anaomba msamaha, unamsamehe, anaanzisha tena, anakupiga. Yani utaishi maisha namna hiyo kila wakati. Kwa hiyo napenda mfahamu hivi, ili ukiona mambo kama yanatokea mara kwa mara kwenye mahusiano yako, ujue huu ni uhusiano wenye unyanyasaji. Sasa kuna viashiria vya kuonyesha kama mtu anataka kuanzisha ugomvi
vile ambavyo vinataka kuchafua amani. Kuna viashiria ambavyo mara nyingi huwa vinajitokeza ambavyo unataka pia uvijue, ili ukimuona mwenzi wako ameanza kuonyesha hivyo viashiria ujue labda ndio imefika ule muda wa kuchafua amani, na kinachofuatia utakijua kwa kitafuatia ni kipigo. Ni kwamba utamwona kama ana hasira sana, hasira ambazo hata hazieleweki na ukali ambao sio wa kawaida. Utaona anajitenga sana. Kwa hiyo ukienda kumchokoza wakati amejitenga, ndio hapo ataweza kuanzia hapo pia. Alafu atajengea ukuta pia, kwa sitaki labda kuongea na wewe, au niache, this is my time alone. Na ukienda kutaka labda unataka kumuongelesha kwa chochote kile kizuri, chochote kile atakwambia sasa unamuingilia mambo yake, ndio hapo ataanza kukupiga labda. Alafu atakutolea vitisho kwamba labda sitaki kuongea na wewe, au nitakuumiza, au sijui nitakupiga, au usinichokoze, vitu kama hivyo. Kwa hiyo anakufanya unakuwa na uoga, au ndio hivyo. Sangine unaenda kumuuliza vitu kwa mambo ya muhimu, lakini akifanya hivyo ni kwamba ndio hapo mambo yanaanza kuharibika. Alafu anakuwa na hypersensitivity, yani ni kwamba anaona kama anachokoza hata wakati hachokozi, ni kwamba anakuwa sensitive. Kwa hiyo anaona kama anatukana hata wakati hatukanwi, atakwambia tu unanitukana, unanidharau. Ni kwa sababu tu anataka control, anataka aonekane ni mkubwa sana na wewe ni mdogo sana. Anaona kama unamuudhi, unamkosea heshima, hata kulaumu kwa kila kitu. Alafu utamuona wanyanyasaji wengine anaanza kwa kupiga vitu, atapiga vitu, ataumiza, atarusha vitu, atavunja vitu. Huyo ni mnyanyasaji, kwa sababu sangia anafanya hivyo kwa ajili ya kukutisha, kwa sasa leo nimevunja TV lakini next time nakuvunja wewe. Alafu utaona misimamo mikali ile iliyozidi kiasi. Kwa nimesema usifanye hivi, au nilikwambia hivi, nilishatoa oda hii. Unakuwa ni mahusiano ambayo ni mtu mmoja ambaye anatawala sana mwenzie, na kama sasa usikilize utawala wake au umevunja au masharti yake, ndio hapo vipigo vitaanza. Gaslighting, kwamba wanyanyasaji wa aina zote wanakuwa na gaslighting iliyozidi kiasi. Kwa hiyo ufahamu kama unyanyasaji huwa unaendelea, usipostopisha utaendelea siku zote. Alafu ataendelea kuomba msamaha na kupiga, afu anaomba msamaha, alafu atajirekebisha kwa muda, kwa sababu ni mnyanyasaji, ni muda kidogo tu atajirekebisha. Inaweza kuwa ni wiki, inaweza kuwa ni mwezi, ni mwaka, ni miaka, lakini kama ni mnyanyasaji ile sako lazima itarudi tena. Alafu unapokaa kimya ni kwamba unaendelea kuathirika, kwa sababu unyanyasaji unaathiri kisaikolojia, kimwili, kiakili na kila namna, kiuchumi. Tafuta msaada wa kisaikolojia na kisheria ikibidi, kwa sababu unyanyasaji wa kumpiga mtu ni kitendo cha ukatili na ni kinyume cha haki za binadamu. Yani huwezi kumuumiza mtu kwa sababu ya mambo unayotaka. Kwa hiyo somo letu litaendelea. Next time tunaongea kuhusu jinsi ya kukabiliana na unyanyasaji wa kimwili. Kwa hiyo stay tuned, endelea kutufuatilia, utajifunza jinsi ya kufahamu unyanyasaji na kukabiliana nao ili uendelee kuishi vizuri. Asante sana, na kama unapenda hii content tafadhali usiache kusubscribe na kushare. Asante.